Topic namba 86, mnada wa majina ya mtandao wa Pi, maana ya kina kuelekea ufunguzi kamili wa mtandao. Hongera kubwa kwa Pi Network na kwa pioneers wote duniani. Ningependa kushiriki maoni yangu binafsi kuhusu tangazo lililotolewa na Pi Core Team katika siku ya Pi tarehe 14 Machi mwaka wa 2025. Tafadhali zingatia kwamba tafakari hizi ni maoni yangu binafsi na hayawakilishi misimamo ya Pi Core Team. Lengo langu hapa ni kutoa uchambuzi wa kina ambao unaweza kuwarejea kwa jumuiya. Kwa mtazamo wangu, hii ni habari njema sana. Inathibitisha uhalali wa mkakati wetu wa kununua upya Pi. Inadhihirisha kuwa msimbo wa uanzishaji, yaani activation code, unaweza kutumika tu pale masharti fulani yakitimizwa. Kama Pi Core Team isingehitaji masharti kama vile kukubalika kisheria, tungeshuhudia tangazo la Open Mainnet pamoja na msimbo wa uanzishaji siku iliyopita. Kwa kuwa hilo halikutokea, inathibitisha kuwa utekelezaji wa msimbo wa Open Mainnet unategemea masharti maalum. Sharti hilo kuu ni kuhakikisha GCV inajengeka katika soko la kubadilishana sarafu, yaani exchange market, ili kuthibitishwa kimataifa. Pi Core Team haiwezi kutangaza bei kulingana na msimbo huo hadi pale itakapokubaliwa na kutambuliwa na dunia ya nje. Tunahitaji soko la kubadilishana ili kuwasaidia watu kuelewa uhaba wa Pi na thamani ya GCV. Kama nilivyosema awali, tumeweza kujenga thamani ya Pi kupitia zaidi ya miaka 3 ya shughuli za kubadilishana bidhaa katika mfumo wa barter trade. Na sasa tuna zaidi ya alama za takwimu za GCV zipatazo milioni 5 ambazo tayari zimewekwa kwenye chanzo cha msimbo, yaani source code. Hii ni ishara ya mshikamano na mafanikio yetu kama jumuiya ya Pi Network. Sasa tunapoingia kwenye awamu ya Open Network, tunakutana na watu, wawekezaji, makampuni, mashirika na hata serikali kutoka nje ya jumuiya yetu. Ili kuifanya Pi kuwa sarafu ya kidunia, tunahitaji pia wao wakubali GCV. Ikiwa Pi Core Team itawasha msimbo huo bila wao kuidhinisha, kuna hatari kwamba wanaweza kuukataa, na taasisi za kisheria zinaweza kuihujumu Pi Network kwa kusema inachezea soko. Hivyo ni muhimu sana kujenga uhalali wa GCV kupitia soko la kubadilishana. Pioneers wa duniani kote, tafadhali zingatieni. Dira na dhamira ya Pi Network ni kuifanya kuwa sarafu ya kidijitali. Tumewekeza karibu miaka 3 kujenga thamani ya GCV. Hata hivyo, kwa macho ya watu, mashirika na makampuni duniani, kwa sasa Pi inaonekana tu kama sarafu ya kidijitali, yaani cryptocurrency, na hawawezi kuikubali kama sarafu halisi kwa wakati huu. Kwa hiyo, tunahitaji kutumia soko la kubadilishana kama njia ya mwanzo ya kuifanya Pi kuwa sarafu thabiti, yaani stable coin. Hii itakuwa ni daraja la kuisaidia dunia kuikubali Pi kama sarafu halisi ya kidijitali. Tunaanza na soko la kubadilishana ambalo linatii kanuni za kifedha za mataifa mbalimbali. Tunapaswa kuheshimu sheria za soko kuhusu mahitaji na usambazaji kabla ya thamani yetu kutambuliwa na mfumo mzima wa kiuchumi. Ni muhimu kufahamu kuwa hatua hii ya mahitaji na usambazaji ni ya muda mfupi, kwa lengo la kuifanya Pi kuwa sarafu thabiti inayokubalika kimataifa. Lengo letu la mwisho ni kuifanya Pi itambuliwe kama sarafu halali, lakini hatua ya kwanza ni kuiwasilisha kama stablecoin. Iwapo unaelewa kuwa lengo letu ni kuifanya Pi kuwa sarafu na mbinu yetu ni kuifanya kuwa stablecoin, utaelewa mantiki ya mkakati wa kununua upya Pi. Kwa sasa tunaona Pi Core Team ikifuata njia kama yetu. Badala ya kutumia mkakati wa kununua upya, wao wanaunda mahitaji katika soko la kubadilishana. Kwa njia hii, watakusanya kiasi kikubwa cha Pi kupitia mnada wa Pi Domains, kisha kuiweka tena kwenye hazina ya Pi chini ya Pi Core Team. Lengo la GCV ya dunia nzima na Pi Core Team linashabihiana. Kwa kudhibiti usambazaji katika soko huku wakiongeza mahitaji, wanaweza kuifanya Pi kuwa adimu na kuithibitisha bei yake kulingana na GCV iliyojengwa kwa miaka 3 kupitia elimu na maendeleo ya mfumo wa ekolojia. Kama nilivyosema awali, utekelezaji wa msimbo kwa sasa si jambo linalowezekana endapo bei katika soko la kubadilishana haitulii au haionyeshi thamani halisi. Iwapo mfumo utaweka GCV, lakini soko linauza Pi kwa $1 au $2 au bei nyingine isiyotulia, wafanyabiashara wataingiwa na hofu na mfumo hautaweza kuanzishwa kikamilifu. Hivyo basi, tunapaswa kulitatua suala hili. Mara tu bei katika soko la kubadilishana itapokuwa imetulia katika kiwango cha GCV, ndipo tunaweza kuwasha msimbo huo. Tafadhali msikate tamaa kwa sababu Open Mainnet haikutangazwa siku ya Pi Day March 14, 2025. Kama nilivyotathmini awali, kama pioneers milioni 10 wangesaidia mpango wa kununua Pi,
tungeweza kufikia GCV kwa siku moja tu. Hata hivyo, kwa sasa tunakumbana na upinzani mkubwa, kwani kuna watu wanaozuia pioneers kujiunga na hatua hii. Wengine hata wapa hofu pioneers kwa kuwatisha kuwa pochi zao zinaweza kufungwa, jambo ambalo linachelewesha mchakato wa Open Mainnet. Pi Core Team inatambua kuwa tumekumbana na vikwazo, lakini wanaunga mkono kuwa tupo kwenye njia sahihi. Ndiyo maana wanakuja kutusaidia. Wanatusaidia kusafisha bei za chini za Pi kwenye soko la ubadilishanaji kwa kufanya mnada wa majina ya domain ya Pi na kubali Pi kama malipo. Kwa nini wanatumia mbinu hii? Kwa mtazamo wangu, inaleta manufaa makubwa ambayo yanaweza kutusaidia kufikia bei ya GCV kwenye soko la ubadilishanaji kwa urahisi zaidi, kwa sababu mahitaji makubwa ya Pi kutoka kwenye soko la ubadilishanaji yanaundwa. Sote tunajua kuwa tuna takribani watu milioni 70 pioneers, lakini ni zaidi ya watu milioni 10 tu ndio wana wallet, na wengi wao tayari wamefunga Pi zao. Pia tuna mahitaji makubwa kutoka kwa makampuni makubwa nje na watumiaji binafsi wanaohitaji kununua kutoka soko la ubadilishanaji. Kwa hivyo, ni muhimu sana sisi sote kuweka bei ya Pi kama GCV kwa ajili ya kuuza, ili kufanya upatikanaji wa Pi kuwa adimu sana. Pi za bei ya chini zitakwisha hivi karibuni. Wakati soko litakapokuwa na GCV pekee lakini lina mahitaji makubwa ya Pi, bei itaimarika katika GCV. Kwa kuwa dau la chini kabisa ni Pi 10, ni muhimu kwamba makampuni na watu binafsi wachukue hatua haraka wakati bei ya Pi bado iko chini. Uamuzi wa Pi Core Team kuweka kiwango cha chini cha dau ni mzuri kwa ajili ya kuunda mahitaji makubwa ya Pi kwenye soko la ubadilishanaji. Yafuatayo ni mambo chanya kuhusu kampeni ya mnada wa Pi Domains. 1. Upanuzi wa mfumo wa Pi. Utambulisho wa jina la domain ya Pi ni hatua muhimu katika kuanzisha mfumo wa kipekee wa utambulisho kwa mfumo wa Pi. Hii inawawezesha watumiaji kuwa na utambulisho wa kipekee wa Web3 ndani ya mtandao wa Pi. Jina la domain ya Pi linaweza kuwa njia muhimu ya kuingia kwenye mfumo wa Pi wa baadaye na kusaidia upatikanaji mkubwa wa programu zilizo kwenye mtandao, yaani dApps na huduma. Hii itaongeza matumizi na ushirikishwaji wa watumiaji ndani ya mtandao wa Pi. 2. Upanuzi wa matumizi ya sarafu ya Pi. Kuwawezesha watumiaji kuweka dau kwa kutumia Pi moja kwa moja kunaongeza idadi ya matumizi ya Pi, hivyo kuongeza thamani yake ndani ya mfumo. Watumiaji wanapofanya malipo kwa Pi na kumiliki majina ya domain, mahitaji ya Pi yanaongezeka na kufanya GCV kuwa halisi. Hii inaunda mahitaji makubwa ya Pi katika soko la ubadilishanaji na kuwawezesha watumiaji kuhamisha Pi kwenda kwenye wallet maalum kwa ajili ya mnada. Ikiwa dau halitashinda, sarafu za Pi zitarudishwa kwenye wallet hii. Wasio pioneers wa Pi wanaweza pia kununua Pi kupitia masoko ya ubadilishanaji ili kushiriki kwenye mnada huu. Mchakato huu unaingiza kwa ufanisi trafiki kutoka nje kuingia katika jamii ya Pi, jambo linalovutia watumiaji wapya kujiunga na mfumo wa Pi. Zaidi ya hayo, unawawezesha wale ambao si pioneers wa Pi na wale ambao bado hawajapokea Pi walizohamishiwa kuhifadhi sarafu zao kwenye wallet maalum ya mnada kwa kuzihamisha kutoka kwenye soko la ubadilishanaji. 3. Anwani ya kipekee ya blockchain inayoanza na M. Mtandao wa Pi unazalisha anwani ya kipekee ya blockchain kwa kila mtumiaji, kuonyesha ufanisi na uwezo wake katika utambulisho wa mtandaoni na mwingiliano kati ya minyororo tofauti ya blockchain. Mfumo huu unawawezesha watumiaji wasio wa asili ya Pi kuingia kwa urahisi kwenye mfumo wa Pi, hivyo kuimarisha athari za mtandao. Pia, utavutia zaidi makampuni na watu binafsi kujiandikisha kwenye mtandao wa Pi, ama kama wafanyabiashara au pioneer. Mara tu mtandao wa Open Mainnet utakapofunguliwa kikamilifu, huenda ukaleta fedha nyingi kutoka nje na watumiaji wapya, na hivyo kupanua zaidi mfumo wa Pi. 4. Fursa za kibiashara kwa makampuni na watengenezaji. Kumiliki jina la domain ya Pi ni sawa na kupata nafasi ya chapa na utambulisho wa kidijitali ndani ya mtandao wa Pi, jambo ambalo linatoa thamani mpya ya kibiashara kwa makampuni na watengenezaji. Utambulisho huu wa kidijitali una uwezo wa kuunda ushirikiano mpya na fursa za biashara ndani ya mfumo wa Web3. Natumai pioneers wetu wa kimataifa wataendelea kuwa na morali ya juu. Tuna habari njema. Nia ya kuwezesha msimbo wa chanzo wa Open Mainnet imeungwa mkono na mnada wa Pi Domains. Sasa tuna imani zaidi kuwa tunaweza kuweka bei ya soko ya GCV kwa mafanikio ndani ya muda wa chini ya miezi 3. Ninaamini hili litatokea ifikapo tarehe 28 Juni au hata mapema zaidi. Ndoto zetu za GCV ziko karibu zaidi kutimia kuliko wakati mwingine wowote.
Hebu tufurahie pia kushiriki katika mnada huu. Kwa wakati huu jisikie huru kununua kadri uwezavyo na subiri kuuza mpaka GCV ifikie $314,159. Tafadhali sambaza ujumbe huu kwenye mitandao yote ya kijamii kuhusu GCV, soko la ubadilishanaji, na kampeni ya mnada wa Pi Domains pamoja na PiFest. Kwa uzinduzi wa PiFest na minada ya Pi Domains, tunaonyesha nguvu ya teknolojia ya blockchain ya mtandao wa Pi na jamii yetu imara yenye mshikamano inayounga mkono GCV. Pioneers, hebu tusherehekee maendeleo yetu makubwa na tuonyeshe shukrani zetu kwa Pi Core Team kwa kuendelea kutuunga mkono kwenye mkakati wetu wa kimataifa wa GCV.